Hawa wananchi ambao leo wengine hawajui watoto wao wako wapi, wamepotelea wapi. Lakini wabunge wameshaitana Dodoma bila hata aibu. Yaani ndio ujue kwamba CCM aibu hawana. Yaani pamoja na matatizo tunayopitia wameshaitana bungeni kwamba mnaitwa wabunge waliteuliwa na nani? Hao wabunge wa CCM walichaguliwa na nani? Kwa sababu kuna mikoa mingine kabisa physically hakuna uchaguzi ulifanyika kama Dar es Salaam pale. Kuna baadhi ya majimbo. Na kuna baadhi ya majimbo kulikuwa na watu 10 tu. Kuna baadhi ya maeneo waliopiga kura jimbo zima hawazidi watu 30. Wewe unaenda unasema kwamba wabunge njooni bungeni mje mwanze bunge. Ndio ujue namna watu wasivyokuwa serious na nchi hii. Hivi leo Mwalimu Nyerere akifufuka akakutana na hili tatizo la Tanzania, hivi atazungumza nini? Kwamba wameitwa wabunge Dodoma, wabunge ambao wameteuliwa na tume ngazi ya majimbo. Ndio waliowachagua wabunge wa CCM, lakini wananchi hawajawachagua. Kwa hiyo mimi nishukuru kwamba nimeshiriki uchaguzi huu wa dola na angalau nimejionea, kwa sababu nilikuwa sehemu ya watu ambao tulikuwa tunaitetea sana CCM. Kabisa. Mimi nilikuwa sehemu ya wapiga debe wakubwa sana wa CCM kuanzia mwaka 95 mpaka leo. Sasa nilikuwa tunagombea CCM kule. Wewe fikiria CCM mnakuwa watu kwenye jimbo moja mnakuwa watu mpaka 50, mpaka wengine mnafika 100. Alafu hiyo ada ya kulipia ubunge ni shilingi 500. Kwenye jimbo moja tu mko watu karibu 50. Kila mtu anatoa 500. Na yale majina yanayopitishwa mtu anatumia zaidi ya bilioni 1. Anatafuta uteuzi ndani ya CCM, anatumia bilioni 1. Huyo ni mtu mmoja tu kwenye harakati za kutafuta kuteuliwa CCM. Haya, huyu aliyetumia bilioni 1 anateuliwa tena na CCM kwenda kwenye uchaguzi wa jumla, kwa maana uchaguzi wa dola. Kule anatumia karibu milioni 900 mpaka bilioni 1 au plus. Kwa hiyo mpaka anakwenda kushinda uchaguzi wa dola, kuanzia CCM mpaka kwenye dola, ametumia zaidi ya bilioni 2 mpaka bilioni 3. Lakini ukiangalia nyumba ya Mwalimu ambapo yeye ndo mbunge wa hilo jimbo, mavi ya popo yamejaa mpaka kwenye kitanda. Zamani nikasema kama tutaendelea kuongozwa na CCM miaka 20, 10, 15 ijayo, tutakuwa katika hali mbaya sana kama nchi. Tutakuwa katika hali mbaya sana kwa sababu nilichogundua tu ni kwamba viongozi ambao wanawakilisha CCM kuanzia udiwani kule kwenye ngazi ya vijiji, kwenye ngazi ya kata, kwenye ubunge, hakuna wanachoangalia zaidi ya biashara zao, zaidi ya utapeli, ufisadi na wizi. Basi, yani kusema eti wahangaike labda na walimu wapate maisha mazuri, wapate nyumba nzuri, wahangaike na madaktari. Nimekwenda sehemu moja kisiwa fulani hivi. Hicho kisiwa hakina usafiri. Lakini tukakutana na zahanati ambayo kuna madaktari 2 tu. Kisiwa kina watu zaidi ya 300. Alafu CCM yani kwa ujumla ni kwamba mimi naomba wananchi wanisamee tu bana. Wanisamee. Wakati mwingine unaweza kuwa unatetea kitu ambacho hujaingia ndani. Kwa hiyo wanisamee tu. Mimi kama kuna watu niliwakwaza wanisamee kabisa. Naomba radhi. Na unajua mpaka haya machafuko yametokea pia chanzo ni CCM wao. Nasema tena, chanzo cha machafuko haya ni CCM. Mimi nawaambia ukweli. Hakuna, yani vyombo vyetu vya dola, mimi nimefuatilia sana haya matukio. Jeshi halijahusika kabisa na habari hii. Yako mapungufu tu yalikuwepo, lakini jeshi la wananchi hawakuhusika kabisa na haya machafuko yaliyotokea. Lakini usalama wa taifa hawakuhusika kabisa na hii kadhia. Mimi naamini labda hao watu walitoka nje tu. Lakini mimi usalama wa taifa na watetea, jeshi la wananchi na watetea, hawakuhusika na matatizo yoyote haya yaliyotokea. Hao wengine sijui, lakini mimi niko hapa kulitetea jeshi la wananchi na kutetea idara yetu ya usalama wa taifa. Wamejitahidi kufanya kazi vizuri
Jeshi la wananchi wamejitahidi kufanya kazi vizuri. Ndio ukweli. Hao watu waliokuwa wanaua watu vibaya hivyo, mimi sidhani kama ni wazaliwa wa Tanzania bara, sidhani. Siamini kama walitoka huko. Mimi siamini. Binafsi siamini. Kwa hiyo kama nchi tu tuliombea taifa letu. Tuliombea taifa letu liwe salama, liwe na amani, na wale waliohusika kwa namna moja ama nyingine kuleta machafuko kutokana na uchaguzi wawajibishwe tu. Na kuwajibishwa tu haitoshi, washtakiwe pia. Kwa sababu kama nchi lazima tuendeshe nchi yetu kwa misingi ya haki za binadamu, kwa misingi ya utawala bora, kwa misingi ya sheria. Kabisa. Kabisa. Yaani hii mimi nimeshuhudia mwenyewe uchaguzi ulivyokuwa. Ulikuwa ni uchaguzi wa ovyo, haujawahi kutokea. Kabisa, haujawahi kutokea. Ndio maana mimi nikatangaza kwamba mimi naachana na siasa, kwa sababu unawezaje kuingia ndani ya bunge ambalo halijachaguliwa na wananchi? Unawezaje kuingia kwenye eneo ambalo 100% ya wananchi wanalilalamikia? Halafu wewe, ndio maana nasema wabunge wengi wa CCM hawaendi bungeni kwa ajili ya kusaidia watu. Wanakwenda bungeni kwa ajili ya kujenga majumba, kujenga maroji, kula bata, kusafiri nje ya nchi. Wanatumia kodi za wananchi ovyo kabisa. Wapewe, wanunuliwe magari yale makubwa V8, bilioni karibu 300 inapotea kwa ajili ya magari tu. Wakati ukienda kwenye vijiji huko hali ni mbaya kabisa. To the maximum. Hali ni mbaya sana. Lakini kwa nini mtu anatumia bilioni 2 mpaka 3 ili kusaka ubunge ndani ya CCM? Kwa sababu anajua akiwa kule polisi hawamkamati, polisi hawamuoji, hawezi kufanywa chochote. Yaani hata avunje sheria namna gani. Kwa hiyo ndio advantage ambazo wanatumia mabilioni ya pesa ili wapate advantage ambazo raia wa kawaida hana. Kwa hiyo tukibadilisha katiba yetu itaweza kusaidia. Kwanza katiba ibadilishwe, wanaolitia hasara taifa wafungwe. Hata kama wewe ni kiongozi ufungwe. Kabisa, katiba ibadilishwe. Kama wewe ni mbunge ufungwe. Sasa mbunge anachaguliwa kuwakilisha wananchi, miaka 5 inaisha, hajaenda hata kwenye jimbo lake mara moja. Akipewa ile mahera ya kustaafia yale, anakwenda kuwanunulia wananchi chai, andazi ili wamchague tena. Na CCM mtaji wao ni wananchi kutojua haki zao. Ndio mtaji wa CCM namba 1. CCM wanajua kabisa kwamba wananchi wa Tanzania bado hawatambui na hawajui haki zao. Kwa hiyo wanatumia kutojitambua kwa raia wa Tanzania kama mtaji wao namba 1. Ndio CCM wao. Mimi nimeshuhudia diwani wa CCM kata ya Kibara amenunua hoteli zote. Amewapa bodaboda tenda 10,000 kila bodaboda. Kwenye hiyo hoteli yule anayekwenda kupiga kura, mandazi mawili ni shilingi 400. Alafu chai kikombe kimoja shilingi 600 buku hiyo. Kwa hiyo kila mpiga kura anapewa mandazi mawili na chai, na anapelekwa na bodaboda kwenda kupiga kura. Na walivyo waajabu wananchi hawa wa Tanzania, hasa wa vijijini. Anaenda kumpigia kura kweli huyo aliyempa mandazi mawili. Yaani anauza kura yake kwa shilingi 1,000 kwa maana mandazi mawili na kikombe ya chai. Sasa sisi wanatumia huo kama mtaji. Ni lini Watanzania watajitambua kuachana na upumbavu huu? Na cha ajabu sana, sio tu hao ambao hawajaenda shule, hata walimu wa shule za msingi, walimu wa sekondari, watumishi wa umma kwenye ngazi ya kata, maafisa mifugo, maafisa ugani, maafisa kilimo, wote wanatumika hivi hivyo na CCM. Anapewa shilingi 20,000 kwenda kumsaidia mbunge wa CCM au diwani wa CCM. Uchaguzi ukiisha yeye anaendelea na maisha yake magumu. Kwa hiyo ubongo wetu una shida kuanzia kwa watu wale, na hata watumishi wa umma pia wana matatizo, baadhi sio wote, wana matatizo sana. Kwa hiyo bwana, kwenye uchaguzi hayo ndio niliyoyaona. Yaani sina hamu na narejea tena. Mimi nimejiondoa kwenye siasa. Nimejiondoa kwa sababu kama binadamu mimi nilikuwa sehemu ya watu walioshiriki uchaguzi huu haramu. Kwa hiyo nimewajibika kujiondoa kwa maana ya kuwaenzi Watanzania ambao walikuwa wanakataa haya mambo kufanyika.
Kwa hiyo ni kuwaenzi wale waliopoteza maisha, ninawaenzi wale waliokataa haya mambo, kwa sababu mimi nilikuwa sehemu ya watu waliogombea ndani ya huo uchaguzi. Nimeshinda lakini sikutangazwa. Sasa mimi nawaenzi hao. Ndio maana nimesema si mwanachama wa chama chochote kuanzia sasa. Mimi sio CCM, mimi sio ACT, mimi sio Chadema na mavyama yote shikizi ambayo ya CCM yale. Sipo huko. Kwa sababu hauwezi kuwa kwenye siasa ambazo zinaumiza watu. Mimi siwezi kuwa sehemu ya watu wa kuumiza watu. Ndio maana pia nimeomba radhi kama huko nyuma niliwahi kushiriki, mnisamee. Hakuna binadamu aliyekamilika. Mimi nina mapungufu yangu na hata wewe una mapungufu. Kwa hiyo tusameheane, maisha yaendelee. Sitokuwa sehemu ya kuumiza watu. Nchini yetu sote, rasilimali za Tanzania zinapaswa kuwanufaisha Watanzania wote, sio baadhi ya watu na familia zao. Ukiangalia lile bunge ambalo limeitwa hapa, limeitwa Dodoma, ukilitazama hivi wanaenda kufanya nini mle bungeni wale? Wanaenda kufanya nini bungeni hao watu maana wale wameteuliwa na tume, sio kwamba ni wabunge waliochaguliwa na wananchi. Wamechaguliwa na tume, wasimamizi wa uchaguzi kule kwenye ngazi ya majimbo na kwenye ngazi ya kata. Haya mabaraza madiwani na wabunge wataenda kufanya nini ndani ya bunge? Wataenda kumsemea nani? Juzi Haji Manara kapita Kariakoo pale, kazomewa, amevaa nguo yake ya kijani. Na CCM ni wajanja, walibipu, walimtuma, we nenda. Ukabipu kama wananchi wakamzomea vibaya sana Haji Manara. Nimeona mkuu mmoja wa mkoa huko mikoa ya Nyanda za Juu Kusini na analia. Sasa wewe ndio mkuu wa mkoa, wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Kwenye mkoa wako wamekufa watu rukuki, unaenda kujirizaliza mbele za watu na sasa unamlilia nani? Si ungekataza hao watu machafuko yasitokee kwenye mkoa wako kama kweli uko una huruma na wananchi? Kwa hiyo ndo hayo bwana. Mimi kwenye upande wa uchaguzi bwana, nimejitoa kwenye siasa ili kuwaenzi Watanzania ambao wanataka mabadiliko kwenye sheria zetu za uchaguzi. Nani wa kulaumiwa na paswa kuadhibishwa baada ya machafuko haya kutokea na watu wengi kuumia? Anayetakiwa kuwajibishwa na kulaumiwa ni, mimi narudia tena, ni CCM wao, kwa sababu wao ndio walikuwa wanang'ang'ania uchaguzi huu. Sasa tutamlaumu nani? Namba 1 ni CCM, namba 2 ni tume, namba 3 msajili wa vyama vya siasa. Kuna watu 4 tu wa kulaumiwa. 1 tume, 2 CCM, 3 ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Kwa hiyo machafuko yote haya anayetakiwa kuwajibishwa, namba 1 ni Chama cha Mapinduzi, namba 2 kwa sababu wao ndio walikuwa wanang'ang'ania uchaguzi huu ufanyike kwa maslahi yao wenyewe, namba 2 ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, namba 3 tume. Sasa utamlaumu nani? Mimi hao ni maoni yangu. Mimi hao ndio maoni yangu. CCM, tume na Chama cha CCM, tume na ofisi ya msajili. Na wengine watu wanachukiza zaidi kwa CCM. Naichukia sana CCM sasa hivi. Sana, sio kidogo. Wala sijifichi. Kwa sababu ndio wametufikisha hapa. Kutosikiliza vilio vya wananchi, wameziba masikio, hawasikilizi chochote. Naichukia sana CCM sasa hivi. Kwa sababu ndio waliotufikisha hapa. Wangeweza kusikiliza matatizo ya raia, shida za raia, tusingefika hapa tulipo. Kwa hiyo sina sababu ya kuendelea kuiona CCM inafaa katika nchi hii. Hapana. Mimi sijui, yani haya yaliyotokea katika taifa letu, nitakuwa mtu wa ajabu sana kama nitaendelea kuisifia CCM. Nitakuwa wa ajabu kabisa. Mimi ni baba, mimi ni mzazi, mzaa. Na utakuwa ni mtu wa ajabu tu kama utakwenda unajisifu mimi ni CCM, mimi alafu so what? Kule kwenye majimbo, balozi wa nyumba 10 ambaye ana baisikeli ile, anaishi nyumba ya tope, kwa siku hawezi hata kula, anakula mlo mmoja, lakini kapewa baisikeli na CCM. Yaani analala chini kabisa. Mimi nimeshuhudia wakati nagombea.
Huyo balozi wa nyumba 10 analala chini kwenye jamvi. Nyumba anayoishi ni ya tope. Lakini wamempelekea baiskeli, na ukienda anakuambia mimi nitakupigia kura wewe Cyprian Msiba, lakini naogopa wasije wakanifukuza ubalozi wangu akaninyang'anya. Yaani anaona ubalozi ni muhimu kuliko maisha yake. Ndio maana nikakwambia mtaji wa CCM ni wananchi kutojielewa. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa rafiki wa CCM kwa sasa, kwa sababu ndio chanzo cha matatizo yote ya nchi hii. Mimi ni baba, mimi ni mzazi, lazima niumie. Haki, 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 haki ndio jambo la msingi. Basi CCM wao wanaona kwamba haki haina thamani kwa maisha ya binadamu. Hakuna kitu muhimu kama uhai wa mtu. Haki kujumlisha uhai wa mtu ndio jambo la msingi.